Murimi ore mukinyaneru ne urimi uria ubaciriirwo mbegu ino niyo tugukorwo tukirora muthenya wa muthi tondu ni nyumagarite de county ya Nairobi kuria arithia a ng'ombe macemanitie nigetha monanie mbegu iria njega ya ng'ombe ni iriku iretwo Kenya Breeders Livestock Show. Arimi magicemania guku monanie ati mbegu njega ya ng'ombe niyo irarehe kihumo kiega kia uhiu mwega. Ni njita Muciri FM muthenya wa muthi tabarira yaku ya Kayu ka Murimi ikaumagara na twina president guku one ng'ombe ici ng'ombe itungatitwo wega na ndirenda tuingire nacio kuria ahotani aya tuthie nao wone uhotani uyu ukionanio muthenya wa muthi tuthome hamwe. Ici ng'ombe ni hotani ng'ombe iria ikoretwo itungatitwo wega na kuma o mbegu-ini mbegu iria ikoretwo ikirorwo wega na twi guku nigetha twariririe maundu maya maundu ma gukorwo tukirora ng'ombe citu wega tukorwo tukimatha hamwe tukorwo tukigacira hamwe tondu uyu tugaga ni urimi digital urimi wina umithio urimi uyu no kinya tukorwo tugitira nigetha tukorwo tukihotana hamwe tugacire hamwe tuthie na mbere na gutherema. President eguku na ithuĩ twi guku tondu tuthiaga kuria guothe kwina ugaciru wenda tukorwo tukirumirira ng'ombe ici nginya ng'ombe iria ihotanite tukorwo tukiaria kinya na arimi aria makoretwo muthenya wa umuthi makihotana matwire ni ate mekaga ni ate marora ng'ombe ciao ni tukorora kinya aigithia a mburi no na ng'ombe iguku ona imwe ni irakorwo ikinjikia ni uria ina hinya ni ng'ombe ikoragwo ikirorwo wega ni tukwaria na aigithia haya ni tukorwo tukiaria kinya na majaji nigetha tukorwo tukimenya niki kiu maroraga ona okorwo ukienda ni wirirageria ukorwo ukireithia mburi ona mburi iguku ni igukorwo igioka haha wone mburi irarorwo wega wone mburi irakuhe umithio ukirora ng'ombe ta ici ni ng'ombe ina riri biu ng'ombe thaka guthakara igathakara na urona ina uthaka ona muhuko waku noguo igukorwo igikurehera kindu kiega guku ndirauma tondu no kinya ngorwo ngimenyithio ng'ombe ici ri ciumite ku iroragwo atia nigetha ikorwo igikuhe umithio uria wagirire ona nyambe ngenere ng'ombe ici nyambe ndicione nyambe ngiigue uria onawe urakeigua ukirorera. They look very nice in the auction. They have been fattened very well. And those ones they are really looking very nice and very good. They are almost very square. Followed by side around. Gatho cemonya mwiroreri wa Kameme TV gwiraga uhotani nduonekaga oguo no kinya ungirutura wira na ndina muhotani wa ahotani niwe Supreme Champion tweguku Livestock Breeders Show ni monanio ma arithia a ng'ombe kana arithia a mahiu aria mehotanire ndina ng'ombe ha kuma ADC icindanite na ni gwenda tukorwo tukiaraniria na uria ukoragwo agicirogamerera ni bwana John Were ni ukoragwo agicirogamerera. Bwana John, mambo vipi? Nataka tukujue vizuri na tumjue huyu Supreme Champion ni kumaanisha nini? Kwa majina naitwa John Were, nafanya na shirika la ADC. ADC kama mnavyojua ni Agricultural Development Corporation na sisi ni wataalamu wa agriculture. Tunafuga mimea, mbegu sana sana ya mahindi na ng'ombe pia. Na tuko Kenya mzima
tuko Kitale region, tuko na Rift Valley, tuko Nakuru, Lanet, tuko Coast, Galana na hata Garissa tuko na shamba huko. Mko kila mahali, na hivi leo tunazungumza kuhusu ng'ombe kutoka wapi na mmetuletea nini alipokuwa huyu mshindi ametoka wapi? Sasa kwa ADC tuko na mashamba mengi, na ili ng'ombe mnaona hapa inaitwa Fresian, imetoka shamba la Namandala. Namandala iko karibu na seed dryers huko Kitale. So kwa mashamba tuko na karibu na mashamba 8, na kila shamba ina breed ng'ombe yake. So Namandala sana sana ni Fresian. Hii ng'ombe mnaona imeshinda Supreme Champion ni Fresian cow kutoka Namandala ADC. Tukizungumza kuhusu Fresian na hivi leo tunazungumza, unakuja kuniambia ya kwamba lazima tusome kwa vitabu. Hata ninapokuona hivi umekishika kitabu chako, sijui kina nini na ni mambo gani huwa mnafuatilia. Kabla tumuelezee mtazamaji wetu huyu Supreme Champion ameshinda kwa nini, kwanza tusisitize kutumia records na hata vile ulivyo hapa hivi. Hujakuja tu ati kubahatisha. Asante sana. Supreme Champion kama hii ni kama imeingia kwa dry category Supreme Champion. Na hii ng'ombe mnaona hapa is over 5 years of age, na ndio ikaingia hiyo class. Na ako na mimba ya 6 months vile mnamuona, na hiyo ndio litakana characteristics zake ya kuingia hii class. So ni class ya senior dry, na ako na mimba ya 6 years na ni over 5 years. Lazima uwe huyu ng'ombe, kuna mambo kadhaa wamekuwa wakiangalia pasipo tu kuangalia ya kwamba ana mimba ama ani Fresian. Kuna mambo gani ambayo yamemletea ushindi? Na tukiongea ushindi tunaongea kuhusu mshindi wa washindi. Asante. Ukiangalia ng'ombe ya maziwa utaangalia frame yake kwanza. Ukiangalia kichwa ya ng'ombe sio kubwa, ni kidogo. Mnaona ni kidogo. Alafu shingo pia ni kidogo. Ukiangalia ukienda pande hii iko na upana. Sio kitu block. Lazima iwe vile na shape ya ng'ombe ya maziwa. Pia unaangalia matiti na strength ya miguu. Lazima iwe ng'ombe strong, Si ati ukisukuma hii anaanguka. It has to be a very strong cow. So tena Fresian ukiangalia lazima iwe pedigree. Pure Fresian. Na ng'ombe ya Fresian iko na color ya black na white. Na ukitaka kujua Fresian ni pure, utaangalia miguu yake, lazima iwe white. Na mkia yake lazima pia iwe na rangi ya white. Ukiangalia mkia hapa ni white. Ukiangalia miguu pia ni white. Kama hii ni black na mkia ni black, hiyo sio pure. So lazima ubreed a pure breed ndio ulete kwa show. So kuna vile tuna breed hizi ng'ombe. Kuna baba na mama na kadhalika. So tunafuata hiyo history. Inatoa maziwa ngapi? So uwezi tutaleta ng'ombe kwa show ati kuna sura mzuri, hapana, wanaangalia vitu mingi. Huyu Pokot, umemuita Pokot, anatupa maziwa lita ngapi kwa siku, na amekupa maziwa hii kuanzia alipokuwa mchanga ama mpaka sasa amekuwa akiongeza? Sasa Pokot ni family ya ng'ombe zinaitwa Pokot. Mama yao ya kwanza alikuwa anaitwa Pokot. Sasa ng'ombe zinazaliwa kwa hiyo family ni Pokot family. Kwa hii Pokot family, kwa ng'ombe zangu za Namandala, they are the best. Sababu Pokot wanatoa karibu lita 42 hadi 45. Kuna mwingine hata alikuwa akinipatia 50. So ni ng'ombe yenye maziwa kabisa. Na tumeibreed hiyo line ndio kwa hiyo maziwa. Ukikuja uulize ng'ombe ya Pokot nikupatia hata huko ununue, ujue umepata ng'ombe mzuri. Nilipokuja kwenye maonyesho haya niliambiwa kwamba nakuja kwenye breeders show. Ni kumaanisha ng'ombe waliozalishwa bora zaidi. Wewe ni mambo gani umekuwa ukifuatilia ili kuzalisha ng'ombe ama mifugo wako wawe wa kutimiza kile kiwango ambacho kinahitajika na kitakuletea faida? So kama kabla hujazalisha ng'ombe lazima ufuate history ya baba yake, ya mama yake, ya grandmother yake na grandfather. Kama wale hawako wakitoa maziwa mzuri ama walikuwa ng'ombe wabaya, it affect hata hii generation nyingine. So lazima generation from great grandfather ikikuja mpaka father, mother, kila mtu lazima awe alikuwa na ng'ombe mzuri wa kutoa maziwa mzuri. So tunafuata hiyo line.
ya hiyo ng'ombe yenye tuna breed. Tukienda kuchukua hiyo mbegu, tunatafuta hiyo mbegu mzuri ndio tunamwekea. Licha ya kuangalia ile tu mbegu ya baba na mababu pale, unapomzalisha yule ng'ombe lazima kuna mambo huwa unafuatilia ili ng'ombe wako wakaweze kutimiza kiwango kama hiki cha ushindi na zaidi ushindi tunataka mfukoni wetu. Ni mambo gani haya, na sijui ungemzungumzia mkulima vipi? Wakulima wengi hawajui kwamba ng'ombe lazima awe dry, upeleke kwa dry. Usikamue ng'ombe sana mpaka saa zile ako karibu ya kuzaa bado unamkamua. Kuna wakati unaacha ng'ombe wakati ako karibu kuzaa, tunaipeleka kwa kitu inaitwa steaming. Ukisteam vizuri bila kumkamua, maziwa itaongezeka na matiti yake pia itaongeza sura yake mzuri. Kuna vitu vinaangaliwa kwa matiti. So ikishapeleka steaming, akizaa atazaa kwa urahisi na ndama yake itakuwa yenye afya. Lakini wakulima wanaendelea kukamua ng'ombe mpaka siku ile anazaa na kamuliwa tu, hawachiliwi. So inatakana waachiliwe karibu, wengine wanaacha 1 month kabla haijazaa ama maybe 2 months kabla haijazaa, unaipeleka steaming. Steaming sasa unapatia chakula special. Kuna chakula special ya steaming. Unaweza ipatia dairy meal, unaweza ipatia minerals ya kama chumvi. Unaangalia kama uko na magonjwa, vitu kama kupe lazima utoe, unapiga dawa ya kupe. Vitu kama minyoo lazima udiwamu ng'ombe. Nataka tuwaone ng'ombe wengine ambao wako kwenye kategori moja na Pokot hapa. Umeniambia kwamba hii ni familia moja. Nataka tumwangalie ng'ombe kama huyu. Sijui kwa nini amelala hivi, amechoka kulala, amechoka kula. Amechoka, ametembea sana, akitembea kwa kiwanja, anapumzika. Na hii sasa sio kama Pokot, ni klasi nyingine sasa. Kuna klasi ya wale ng'ombe bado wachanga, klasi ya wale ng'ombe wazee kama huyu. Sasa huyu ni mzee kuliko Pokot. Sawa. So tunaingiza ng'ombe kwa different classes. So kwa hizo classes kuna machampion ya hiyo classes. Lakini sasa wanatembea tena, wale walikuwa number 1 na machampion ndio sasa wanatoa supreme. Sasa Pokot kwa hiyo kutembea yote, wale ng'ombe young, wale ng'ombe wazee na nini, Pokot ndio anashinda kwa supreme. But kuna champions na pia kuna number 1, number 2, number 3. So kama huyu sasa bado ni mchanga, anaitwa heifer. Heifer ni ng'ombe yenye haijawahi zaa lakini iko na mimba. First cover ndio anaitwa heifer. So kama sisi kama ADC hatuwezi tukakuuzia Pokot ukikuja. Tutakuuzia, hatuwezi kukuuzia hii amezaa ukikuja. Tutakuuzia first cover mwenye amevaa za mara moja, hajazaa lakini ako na mimba ya kwanza. Hiyo ndio tunakuuzia kama heifer. Lakini hatuwezi kukuuzia ng'ombe yenye meza. Ni mambo gani yule mkulima anataka kumnunua ng'ombe wa maziwa? Mweleze tu kwa kifupi, atakapokuja kula kwenu, ni mambo gani mtakuwa mnamfunza ili akajua ya kwamba yule ng'ombe nimeuziwa ni ng'ombe atanifaa hivi siku za leo na siku za usoni? Ukikuja katika shamba letu la ADC ukitaka kununua ng'ombe, lazima tukuambie history ya hiyo ng'ombe. Mama yake alikuwa namna gani, baba yake alikuwa namna gani, babu, nyanya. Alafu utaona vile wale walikuwa na perform. Sasa hiyo history itakupatia pia vile huyu ataperform. Ukipenda sasa utaenda ahead na utasema nataka kununua hii. Then kama serikali mnajua kuna vitu tunafuata, uta-apply. Alafu iende kwa head office MD aseme ni sawa, patia then unalipa. Alafu unakuja na kuchagulia ng'ombe na kupatia. Ndio tuko hapo kwa sababu ya wakulima. Tuwapatie good breeds of cows. Si ati ukikuja upatiwe ng'ombe ukienda unapata lita 10 na umelisha vizuri, ni hasara tupu. Sisi tukikupatia you are guaranteed umepata ng'ombe mzuri. Ili nipate nafasi ya kuzunguka kuona washindi wengine, ninataka nikupe dakika moja tu, mpe siri yule mkulima ambaye yuko na ng'ombe nyumbani mpaka sasa hajamlisha. Yeye anaendelea kumlisha lakini yeye hajamrejeshea ule mkono. Kabla hujafuga ng'ombe, lazima kitu cha muhimu lazima uwe na chakula ya ng'ombe.
Kama unanunua tu ng'ombe na una chakula yake, hiyo ni tafadhali usichukue hiyo ng'ombe. Na chakula ya ng'ombe ni ziko mingi. Ziko za kuongeza nguvu kama boma road yenye tunafunga kama hay. Kuna hay huku mtaona hata wamelalia hay, hiyo inawapatia energy. Then tuko na zile za protein kama desmodium, pia unaweza changanya na chakula yake. Then the most important kwa kuweka ni silage. Unajua watu wengi wanafikiria silage ni unatoa mahindi alafu unasiagia ng'ombe manini hizo za mahindi bila mahindi. Silage ni hiyo mahindi ndio ng'ombe inataka. So utapanda mahindi ikitosha ile nini ya kuchomwa, stage ya kuchomwa kama ile bado iko na maji maziwa kidogo. Hiyo sasa unasiagia ng'ombe vile iko. Na unaiweka inaweza kaa miaka na miaka ukilisha ng'ombe. Hiyo ni very important kwa dairy cows. Silage lazima uwe na boma rods, at least ina protein kidogo kama desmodium. Minerals lazima uje upatie ng'ombe chumvi. Lazima tena upatie ng'ombe vitu kama dairy meal ukitaka kutolea maziwa mzuri at the right ratio. Na kupe kama iko kwa ng'ombe utaangusha hii ng'ombe itakufa. So East Coast fever hizo lazima utoe kwa kunyunyuzia madawa ya kupe. Kuna madawa ya kupe mingi na mambo mengi ambayo na minyoo. Lazima utoe minyoo kwa ng'ombe. Na kabla sijamaliza, ng'ombe ziko aina mingi za maziwa. So hizi mnaona hapa ni Friesian. Na niliwaambia characteristics za Friesian ni white color na black. Na mguu lazima iwe white na mkia iwe white kwa mwisho, ndio sababu inaitwa pedigree na Friesian pure kabisa. Sasa hiyo ukiwa naye it is a heavy eater. So kama hauna nini ya chakula kuwapatia, haitakupatia mazao vile unataka. So hii nakula like 24 hours hii ng'ombe. Huyu ni kula tu. Ni kukula tu. Naye atakupa. Sasa atakupa. Asante sana. Mawaidha mengine nitaendelea kuwaleta kwako. Asa naweka muno. Niye jitagwa were na nijoege koyo kanini. Asante sana. Asante sana. Mwirori wa Kameme TV ni urakiona maundu maria ndirakwira guku ati ahotani no kinya ukorwo kimarora ng'ombe no akirwo iriaga kuria uguo okorwo ndenda kuiga ng'ombe ino ikuheiria nawe no kinya ukorwo wihariirie kumiheirio. Tuthie na mbere na guthiururuka guku tuguthomithie wega tondu guku tuguthoma tugacire hamwe.